Ili kufanikiwa lazima uwe hivi kimwili na kiroho. Na zipo sababu 4 na hii sababu ya 4 ndio itakupa ushindi zaidi ya kwamba ili ufanikiwe lazima uwe hivi namna kiroho na kimwili. Hatua ya kwanza ili uweze kufanikiwa ni kwamba chukua hatua mapema za kujituma vilivyo pasipo tegemea mganga, upako wala miujiza aina yote. Exactly. Bali mafanikio huja kwa kujituma. Jitose. Kwa lolote litakotokea wewe nenda. Anza hapo hapo ulipo. Haijalishi kwamba hali yangu ni ngumu, siwezi. No. Hapo hapo ulipo ndipo panatengeneza kesho yako. Mafanikio huanza na namna jinsi wewe uko tayari namna gani kuweza kujituma. Jitoe kikamilifu dhidi ya yote atakayotokea. Usiwe unaogopa wala kusita kwa lolote. Kwa maana ushindi upo ingawa wewe uko tayari na unaamini ya kwamba utashinda. Hiyo ni hatua ya kwanza, kwamba chukua hatua mapema za kujituma vilivyo. Hatua ya pili, toa sadaka, kikumi, dhaka, shukrani, malimbuko. Ile sadaka unayotoa, hiyo sadaka hiyo ndio inatoa ushindi na kurekebisha vyote ambavyo haviwezekani. Hakika ni kwamba moyoni, ni kwamba unayoitoa hiyo sadaka moyoni pekee, hauna nyingine. Hiyo ndio sadaka ambayo yenye ushindi. Kama yule mama mjane ambaye alikuwa anatoa sadaka, kama hujaelewa vizuri hapo, sikiliza kwa makini ya kwamba ile sadaka ambayo unaitoa kwa kuumia, aise, hii sadaka niipeleke kweli au ni ile, au hii sadaka niweze kununua, au hii hela nimeipata ninunulie nguo kali, au sadaka nimeipata hii hela nimeipata ninunulie kiwanja, ninunulie nyumba, ninunulie simu, ninunulie viatu vikali, au ni kwa vijana nikahonge. No. Hiyo sadaka ambayo, hiyo hela ambayo umeipata, itumie kama sadaka, kwa sababu unapotoa ndio mafanikio yanapoanzia hapo katika kutoa. Itumie kama sadaka ile ambayo umeumia. Mama yule mjane alitoa kuliko wote matajiri, na alitoa kiwango kidogo, alitoa senti 2 tu. Matajiri walitia fungu nyingi za pesa, milioni nyingi, kiasi kwamba walijua wacha tumsaidie tu huyo Yesu, kiasi kwamba sisi tuna hela nyingi, tukitoa kwa hizi hapa Yesu atatumia, sisi tunaendelea na maisha yetu. Lakini yule mama alitoa tu hizo senti 2, alikuwa ana nyumbani, ajua atakula nini. Ajui nyumbani atakula nini. Atavaje, atakuwa na wake vipi? Atakuwa na wanae vipi? Ataishi vipi? Lakini kupitia jinsi ile jinsi ilivyo sadaka zake senti 2, hakujua atakula nini. Alimpa Mungu, alimwambia Mungu, wewe kula, mimi hata nisipokula sawa tu, sababu nikiwa ndani ya uwepo wako, ikiwa wewe Mungu umekula, basi na mimi nitakula. Imani sio ya kawaida. Kwa hiyo ni ushindi upo kwamba tutoe sadaka, kiasi kwamba itatupa sisi ushindi wa kufanikiwa. Kufanikiwa ndipo anaanzia hapa katika utoaji. Pointi ya 3 ni kwamba mtegemee Mungu, tena mshukuru kwa kila jambo linalotokea. Ukipata kidogo mshukuru, ukipata kikubwa tumshukuru. Tukikosa kabisa tumshukuru Mungu. Maana hapo ndipo kufanikiwa unapoanzia katika kushukuru. Nimepitia changamoto nyingi, nimezurumiwa, nimepitia katika changamoto nyingi, nimetaperiwa, haki yangu ameibeba wale wanyang'anyi, lakini mimi sijalaumu, namshukuru Mungu, yote ni ya kwako. Nimeishi katika nyumba yangu na mazingira ambayo nilikuwa naishi ni mazingira mazuri tu, lakini vitanda, magodoro, vyote na vitu vyote thamani, furniture nakuta zimebebwa nilipotoka kazini. Kwa hiyo sio namna ya kulaumu Mungu. Maana nikuta chumba ni cheupe na nikuta umesafisha kabisa, hamna chochote kile. Wewe na nini wewe, Mungu hautaki kabisa. Mimi mtumishi wako afu unanifanyia hivi. Mshukuru Mungu, apige Mungu. Yote yawezekana kwake, aaminie. Mungu nakushukuru kwa hili lililotokea, kwa maana yote ni mapenzi yako. Asante kwa hili ambalo limetokea. Kwa hiyo mshukuru Mungu, Mungu anafanya kwa pale namna jinsi unavyoshukuru, Mungu anazidi kufanya zaidi. Shukrani ndio inatutengeneza sisi tuweze kufika mbele. Pointi ambayo ilikuwa inakufanya wewe uweze kusikiliza na kupokea ushindi ni kwamba ukiacha ngono, ushirikina, uzinzi, hakika ukimtii Mungu, sasa lazima ufanikiwe kwa roho na kimwili. Hakuna ushindi, hakuna mafanikio yanayotokea ukiwa wewe ni mzinzi, ukiwa wewe ni maraya, ukiwa wewe una mihemko, ikiwa wewe unaendeshwa na dunia. No. Achana na mambo ya utandawazi. Nenda vile Mungu anahusika kukuendesha. Na mapenzi ya Mungu anapokuendesha, hivyo ndio unavyotakiwa. Tuache uzinzi.
tuache kutegemea uganga, tuache kutegemea upako wala mamlaka ya giza, no, bali mamlaka ya Yesu Kristo peke yake, ya pale ushindi upo unaonekana. Kwenye utoaji wa fungu la 10 ipo Mwanzo, soma kitabu cha Mwanzo utaelewa. Ibrahimu alimtoa mwanawe pekee, akapata ushindi, akapata mafanikio. Alikuwa ni tajiri mkubwa, mtoa mwanawe pekee yake. Kuangalia fikiria, matajiri wa sasa hivi huaga waabudu pamoja na waamini wa kawaida, kwa sababu tajiri akishapata fedha huwa usiki pamoja na wale anaona kama ni wajinga jinga. Kwani wanaabudu pamoja na maskini? Haitaki. Kwa wao wakipata tu fedha wanajitenga, wako busy na mali zao, au kagua viwanda, au kagua hichi na hichi, biashara zao. No, zile fedha wanazopata zitokana na Mungu. Hivyo tumshikishe Mungu kwa chochote kinachotokea, hakika tutaendelea na kufika mbali. Usishiriki maagano ya giza, maana na wewe utakuwa gizani, bali kwa nuru wa Yesu peke yake. Tukishiriki maagano ya giza sisi tunakuwa gizani, ila tukiwa katika nuru, roho yetu ndio inajengeka kuweza kupata ushindi. Hakika mafanikio yapo mbele yetu na yataonekana endapo tuko tayari kuweza kuacha uzinzi, kuweza kuacha ushoga, kufuatilia mitandao, kufuatilia namna yote ile ya waganga, kupokea ushindi na mamlaka ya giza haitakiwi. Roho Mtakatifu anasema nasi kwa namna ya ushindi upo, na hakika tunaweza kufika pale tunapoenda ikiwa tuko tayari kuweza kumsikiliza Mungu anavyozungumza, na tupo tayari kuweza kuacha uzinzi. Kuacha uzinzi ni maamuzi. Acha, upo ndani yako na mamlaka ya ushindi. Tuache. Kuacha uzinzi ni maamuzi. Mimi naacha kwanza sasa hivi, naacha jiko ninachokifanya, na sasa naamua kubadili mazingira na naokoka na nampenda Yesu. Ushindi upo. Note that mfanya biashara yote akiwa muhuni, akiwa tapeli, akiwa sio mtenda haki, akiwa ambaye sio customer care, hawezi kufika mahali popote pale, kwa sababu hapo wafanya biashara wengi sasa hivi wanajiona na hawana customer care. Ukiingia mahali popote ambapo wafanya biashara anafanya, mtu anajiona sana. Sasa mafanikio yaweza kadhirika kwa mtu huyo tu. Hakika mafanikio yanadhihirika kwa mtu ambaye yupo mchangamfu, anahusika kufanya lolote lile, sio tapeli, sio mzurumishi. Kwa kipewa hela hii, ama amekuja mtoto dukani, lazima anakuja na mhudumia kikamilifu, sio kwamba ni mtoto ndo ampunguzie change kwamba anakuja. No, kwenye biashara tupo namna hiyo, na kikuzi ya mafanikio kipo chenye ushindi, lingana na kwamba sisi tupo tayari namna gani. Ushindi upo na lazima tufanikiwe katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Asante, welcome another video.